kwenda Jordan kuchunga mgonjwa kule. Kwenda kule pia nilipata nafasi kustay there. Nikakaa kama 4 years, then I shift to Dubai, nikakaa tena huko. Nikakaa like 2 years, sasa ilikuwa 6 years. Sasa nilikuwa natuma pesa kwa mkono ya mama, na juu mama haisi vitu za banku, unajua tu. Anaweza nyang'anywa pesa pale, ajui haisi soma vizuri. Sasa yeye ndio signatory, lakini sister yangu mwenye nafuata ndio ana confirm pesa imewekwa kwa bank. Nikatoka kule kurudi Kenya, nikaa najua kuna pesa pale kwa bank, na kule pia nilizaa, nikaa narudi na mtoto, na baba wa mtoto pia alikuwa anafaa nifuate tukuje. After 2 months ananifuata huku Kenya. Venye nilifika hapa Kenya, ile pesa yule baba alinipatia nikuje nichunge nao yule mtoto wake, vitu kama hizo. Ndio nilifika Nairobi kama leo, nikawapigia simu, nimekuja na niko na mtoto, na sitakimbia nyumbani, kuna vitu nataka nifuatilie mambo ya land, kama naweza nunua land yangu nijenge niishi na watoto wangu huku. Wakaniambia mamangu is sick to death, hata hizi inua kichwa, hata hizi ongea na mtu yeyote, ni tu yule mtu mwenye unaweza mgusa tu hivi. Nilimwambia sister yangu, weka mama kwa gari mkuje. Mwenye alikuja na mama, nikawapeleka OC pale, nikanunua room, mamangu akawa analazwa pale OC. Niko na mtoto pale, nitafuta nyumba, sasa tunaishi na mtoto. Na yule mtoto wangu mkubwa pia aliletwa, sasa tunaishi na yeye huku. Na tunaenda kutembelea mama pale OC kila asubuhi, tunaenda tunakaa mpaka jioni, tunarudi kwa nyumba Roysambu. Saa hiyo sikuwa nimejua walikuwa wametumia pesa zote nilikuwa natumianga nyumbani waniweke kwa account yangu. Mi bado naendelea kutumia ile pesa yenye ile mzee alinipatia nikuje nayo na mtoto. Nikaa nimetumia ile pesa yote yenye nilikuja nayo ikaisha, mamangu ashapona. Sasa nafikiria nimtafutie kagari, mpeleke nyumbani na vitu zenye atakuwa akikula, juu at least alikuwa ameimprove, lakini chakula ndio niligundua ni shida. Na nikaa nataka nimbaie vitu, niangalie kagari, ambebe na vitu zake aende nyumbani. Hiyo siku ndio tulienda na bank. Kufika pale kwa bank, nilipata niko na 27,000 pekee. Sasa mimi nilijipata usi, sasa sijui venye ilitendeka, venye akili ilirudi, nilijipata nimelazwa mimi pia. Na sikujua venye ilifanyika after that. Sasa kuanzia that time ndio nilienda nyumbani. Kwenda nyumbani najaribu kuongea na sister yangu, nilipata amejenga nyumba kubwa sana. Nilimwacha na 2 rooms, na hiyo nyumba yake ilikuwa mbaya. Napata hapo ako na permanent. Nyumba yake ni mzuri, amejenga choo, bathroom, amejenga rental, watu wamerent. Ana supply mashule kama 7 high schools. Sasa yeye ananiambia tu amenishinda by far, vitu kama hizo. Na nikiwa hapo kwake naona kapusika kubwa inakuja, nikagundua ni kama sister yangu ashaingia kwa dini, na baby yeye ndiye ananitumia. Juu venye nilikuja pia yule baba akakasirika tu, tukaachana hivyo. Sasa mambo zangu zinakuwa vitu zimeharibika kule, ile familia walikuwa wananihitaji, hawanitaki. Yule mzai nilizaa naye pia anitaki, pesa sina. Yule mtoto wangu nilimwacha kama nimempeleka academy kubwa sana. Alitolewa kule, anachunga ng'ombe, haendi shule. Ni mrefu tu kama mimi, hajui chochote, yeye anachunga ng'ombe. Na sister yangu alimchukua kabla zae, nilizaa mbele yake. Sasa hiyo huo mtoto wangu amefanya class 8 na ni mkubwa. Sasa yeye sister yangu alikuwa anazaa, anafanya kazi ya watoto wa sister yangu na anachunga mang'ombe, haendi shule. Sina pesa. Watu kwa familia wananiona kama mimi ndio mjinga, yani sina pa kwenda. Mimi sasa naona tu nijinyonge, yani nikufe tu juu naona I'm worthless. Hakuna mwenye ananitaka, nimekuwa nikifanya kazi nje, nafanya kazi mzito. Nimerudi na mtoto, niliacha na mtoto. Yule msai pia amenikasirikia, sijamkosea. Yani hivyo nikakaa nyumbani kama 1 year 2 months. Nikajaribu kuoleka nikifikiria huko sasa nitapata amani. Kumbe saa ile uko na shida, usijaribu kukimbia pali huko utapata amani.
Sasa hapo ndio utajiongezea shida kabisa. Yule msai pia kumbe ako na bibi first wife, ananichukua juu alisikia niko nje, anafikiria niko na pesa. Napata pale tashika mimba ya 3 na tena hakuna mani. Na nikatoka huko tena na watoto. Pale kwetu pia ni shida. Mimi ndio wamekuwa wakinitegea juu sijaikaa hapo tangu nimalize shule. Mimi ndio nakuanga nikituma. Sasa mimi kuja kujaribu kukaa na watoto, mimi pia nikule venye wanakulanga, hakuna mwenye analeta. Yaani sina pa kuenda, sina pa kuelekea, niko na watoto. Maisha ni magumu. Sasa agent wangu anaitwa Francis, ni Mkikuyu, yeye ndiye amekuwa akinipeleka hizo nchi zote. Sasa nikampigia simu, nikampimia kila kitu, akaniambia usijaribu kujinyonga ama ukunywe supu. Wewe kuja, nitakulipia kila kitu, uende nchi nyingine hapa inaitwa Canada. Lakini vitu zingine utasimamia. Nikamwambia Francis, hata fare ya kufika Nairobi sina. Akanitumia 1000, nikakuja mpaka Nairobi. Kufika Nairobi pale, akaniambia unajua hii passport yako imeisha, lazima urenew. Kurenew nitatumia kama 14000 ili isukumwe itoke haraka haraka. Uende hata Qatar uchunge field pale, World Cup wanataka watu. Uende pale ufanye kazi 3 months, utakuwa umepata hiyo pesa. Ukirudi hapa hiyo pesa tutumie kutafuta kazi Canada. Sina pesa ya kurenew passport. Watu wanakuja wanatoa pesa, wanabook haraka haraka wakaenda. Hiyo chance kaniacha. Akaniambia kuna chance nyingine wanataka watu. Hiyo chance sina, hata pesa ya kurenew passport, sina pa kulala. Nikawa nahangaika tu hapo. Unaweza pata mtu amenichukua naenda nakaa kwake yeye, kufika kwake yeye pia kumbe alikuwa na fikiria yake ama mind yake na mimi. Naona kama hii haitawaka, narudi. Ndio sasa kuna msichana kaniambia tuishi, kuna nyumba za 50 bob pale Kikomba. Sasa tunaishi hapo kwa nyumba ya 50, na asubuhi nakuja hapo natafuta kazi ya hoteli, nafanya, nalipwa. Sasa naenda nalipa pale nyumba ya 50. Ile pesa ikifika kama 1000 natumia watoto wapate ya kukula, hivyo hivyo. Sasa hiyo ndio maisha yangu, nikaa nahangaika tu hivyo. Kwa nafikiria naweza pata kazi nyingine mzuri, inalipa mzuri, nifanye process ya hiyo kazi niende nje. Lakini bado imeshindikana mpaka sasa hivi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa ruhusa niongee na yeye. Sisi nataka kukuencourage, keti tu. Nimesikia mahali umemalizia, lakini nitakwambia kitu moja. Mimi ni graduate na sasa nazungusha guo. Usijiue. Kama sijajiua usijue. Mimi ni graduate na sasa nazungusha guo. Jana nilikuwa Gikomba kutafuta guo nizungushe. Na si graduate tu, nilikuwa bank manager. Lakini hizi madhabahu ndizo zimenifanya hivyo. Nilitoka bank manager, nikatoka nyumba yangu, nikaenda kukaa nyumba ya 1200. Nilikuwa natoka hapo nimevaa kama manager. Lakini wenye wanakaa hizo nyumba ni za mabati. Siwe wa mwisho kufika hapo. Ile tu nitakwambia, jumejua ni madhabahu, usitoke kwa hii madhabahu. Usitoke kwa hii madhabahu. Tafuta Mungu wako, tutaonana after church. Nitakufunza ile kazi ninafanya. Na usione haya. Unasema ulikuwa juu kabisa uko chini. Mimi ni graduate na inazungusha guo. Na si graduate tu, nilikuwa bank manager. Lakini kwa sababu ya madhabahu yenye imekuwa ikinipiga, ya kifamilia tu bado. Don't give up, na si wewe peke yako. Ile kitu inafanya watu wa give up kwa maisha ni kufikiria ni wewe tu peke yako. Vile umekuja kwa hii madhabahu, utaona vile Mungu atakupigania. Kama amenipigania atakupigania. Amen. A problem shared is a problem half solved. Ni uchungu it is so painful
umefanya kazi miaka 10, ukikuja unapata 27,000. Na ni kweli madhabahu yanaweza fanya ukajiua. Lakini kwa nini umekufa? Kwa nini umeua mwenzako? Tutakapojua kwamba kuna mambo kama hayo huwa inafanyika. Sister yako ni anakwambia ako mbali sana, ako very far. Hiyo ni mawazo yake tu. Atakana kwamba bado kuna madhabahu. Mungu tu atusaidie. Sababu hata leo hii ukitoka tena uende nje, ufanye kazi tena miaka 10, bado kuna yule mtu utaaminia pesa yako. Na kama hiyo madhabahu bado haijavunjwa, you will be disappointed. Na mambo yote hutendeka kwa wema, hata kama inatufinyilianga. Sababu saa hii utataka kujua ni kwa nini hiyo mambo ilifanyika. Na I assure you utapata msaada, utasaidika. After ibada, ongea na Esther. Sababu she has gone through a lot. Atakuelekeza. Usijinyonge. You have a great and a brighter future ahead of you. Na huko ambao moyo wako unatamani kuenda, utaenda ni kwa sababu ya Mungu. Bwana pewe sifa. Kwa mtu anapitia mambo magumu. Kwa hivyo saa ile umekuja na shida yako umebebana nayo, unaona ni kana kwamba hakuna mwingine, uko kwa dunia yako wewe peke yako, ni kama hakuna mtu mwingine anapitia yale anapitia. It's always good to talk. Usitamani kukunywa dawa utuachie barua, haitatusaidia. Sababu haitakurudisha. Talk yourself out. Utiriolilo utonwa. Watu wameona mengi. Mimi nikielezea yangu utashindwa, guy. Mwingine akielezea yake utashindwa. Ukiona watu hivyo walivyo, wamefanyiwa kazi na Mungu. Bwana pewe sifa. Daudi akasema, nipitapo kwenye bonde la uvuli wa mauti,